Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatiha. Hii ni sura ya kwanza katika mpangilio wa Qur'ani. Inapatikana katika juzu amma. Sura hii ina aya 7. Tutatafsiri leo aya ya kwanza mpaka ya 3. Tutaangalia na mafunzo yake. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sifa njema zinamstahiki Mwenyezi Mungu, mlezi wa viumbe. Ar-Rahmanir-Rahim, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Maliki yaumiddin, mwenye kumiliki siku ya malipo. Sawa, tutaishia aya hiyo hapo. Hii sura Fatiha ni katika sura za mwanzo kushuka. Yenyewe ilikuwa ya 5 katika kushushwa, lakini ndio sura ya kwanza kushushwa sura nzima. Nyingine ilikuwa inashuka aya 2. Aya ngapi? Hii ilishuka sura aya zote 7. Sawa. Kabla ya suratul Fatiha, Allah alishashusha aya chache za suratul Alaq, suratul Qalam, suratul Muzammil na suratul Mudaththir. Pia suratul Fatiha ndio sura ya kwanza katika mpangilio wa Qur'ani. Na hii ni kwa sababu ya nafasi yake katika msahafu, ujumbe wake na matumizi yake katika swala. Sura hii imepewa majina mbalimbali. Miongoni mwa majina ya suratul Fatiha ni Fatihatul Kitab. Ukisema Fatihatul Kitab maana yake ni mwanzo wa kitabu. Kwa mwanzo wa kitabu cha Qur'ani tunaanza na nini? Suratul Fatiha. Ndio maana inaitwa Fatihatul Kitab. Sawa? Lakini jina lingine inaitwa Ummul Kitab, yaani msingi au asili ya Qur'ani. Kwa kuzungumzia asili ya Qur'ani, sura ambayo ndio asili ya Qur'ani ni hii sura al-Fatiha, ndio maana inaitwa Ummul Kitab. Sawa? Jina lingine ni Suratus Salah, sura ya kuswalia. Bila suratul Fatiha swala haikamiliki. Lakini jina lingine inaitwa As-Sabul Mathani, yani aya 7 ambazo husomwa mara kwa mara. As-Sabul Mathani. Katika mambo yetu mengi tunataka tusome hizi aya 7. Mafunzo tunayopata kutokana na tafsiri ya sura hii, tunajifunza kitu gani? Ukipitia suratul Fatiha kwa makini, utagundua kuwa kimafunzo suratul Fatiha imegawanyika katika sehemu kuu 3. Sehemu kuu ngapi? 3. Sehemu ya kwanza ni kumsifu na kumtukuza Allah. Sehemu ya pili ni kutoa ahadi ya kumwabudu Allah pekee na kumtegemea yeye tu. Na sehemu ya 3 ni kumuomba mwongozo wa maisha. Sawa? Kwa tunapataje haya mafunzo? Ukiangalia aya yake ya kwanza mpaka ya 4 pale, Allah anasema alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mpaka hapo kwenye maliki yaumiddin. Aya ya kwanza ya sura hii inaanza kwenye bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Alhamdulillahi rabbil alamin.
sifa njema zinamstahiki Allah, mlezi wa viumbe, Ar-Rahman Ar-Rahim, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, Maliki Yaumiddin, mwenye kurehemu. Aya zote hizi zinaonyesha sifa za Mwenyezi Mungu. Mungu ana sifa gani? Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehema. Sawa? Mwenyezi Mungu ndiye anayestahiki sifa zote nzuri. Mwenyezi Mungu ndiye anayemiliki siku ya malipo. Hii ni aya kwanza mpaka ya 4. Sawa? Kwa Allah ni jina la dhati la Mwenyezi Mungu. Allah ndo muumba ambaye ni mpweke, kwa maana hana mshirika, yuko peke yake. Sawa? Hii Allah, hakuna wingi wa Allah. Kama kwenye Mungu kuna miungu, lakini kwa Allah ni Allah, hakuna wingi. Kwa hivyo si sahihi kutafsiri neno Allah kwa maana ya Mungu, kwa sababu Mungu una wingi, miungu. Allah ni Allah peke yake. Tuko pamoja? Kwa ukitaka uitafsiri Allah kwa Kiswahili, Allah, usiseme Mungu bali useme Mwenyezi Mungu, kwa sababu hakuna wingi wa Mwenyezi Mungu. Sawa? Wafasiri wengi hupendelea kulibakisha neno Allah katika ile Kiarabu chake Allah. Allah amesema. Anazungumza Kiswahili lakini ataanza Allah amesema badala ya Mwenyezi Mungu amesema, kwa sababu hili neno halina wingi. Aya ya kwanza ya sura Al-Fatiha ni Bismillahirrahmanirrahim. Sura hii ya kwanza kuanza kwa Bismillahirrahmanirrahim inatufundisha kuwa tunapaswa kuanza mambo yetu, kila tunalotaka kulifanya tuanze kwa nini? Bismillah. Na tumtangulize nani? Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Kama tutaanza kila jambo kwa bismillah, kuna faida tutazipata. Faida gani tutazipata kama tutaanza kila jambo kwa bismillah? Faida ya kwanza, kumuomba msaada Mwenyezi Mungu ili kufanikisha yale tunayotaka kuyafanya. Sawa, bismillah. Afu unafanya unataka kufanya. Maki kwanza umemtanguliza Mungu, yeye ndio akusaidie kutimiza unachotaka kufanya. Kwa ni sana tunamuomba msaada Allah tusaidie kutimiza tunataka kufanya. Pili, kujikinga na maovu. Muumini mwenye tabia ya kuanza kila jambo lake kwa bismillah hata thubutu kufanya jambo lililokatazwa na Allah, kwa sababu ni mazoea yake. Hafanyi kitu mpaka aanze na bismillah. Hata kama ni kuiba, ndio unaanza bismillah, naiba. Bismillah tena naiba, unaacha kuiba. Kwa inamkinga mwenye kuwa na mazoea kuanza kila kitu kwa bismillah, inamkinga na nini? Na maovu. Tatu, inamzoesha muumini kubakia katika ibada katika kila kipengele cha maisha yake. Allah katika Qur'ani anasema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na binadamu ila waniabudu. Sasa ukizungumzia ibada sio swala na kufunga. Sawa? Kwa sababu Allah anasema sikuwaumba ila mniabudu. Kwa tafsiri nyingine, sijawaumba mfanye kitu chochote, bali nimewaumba mniabudu tu. Sawa? Sasa ukichukulia kwamba ibada ni kuswali, swala tunaiswali muda gani? Kwa siku ni masaa. Sawa? Asubuhi tutaswali labda dakika 5 au 10, tuseme 20 haya. Adhuhuri dakika 20, asiri dakika 20, magharibi 20, isha 20, jumla dakika ngapi?
20 mara 5 100, si ndio? Dakika 100 ni sana saa 1 na dakika 40. Ongeza za kufanya nyiradi na nini, umefuata dakika 120. Masaa haya Allah amekuumba umwabudu tu. Mbona masaa 22 unakuwa nje ibada kama ibada ni swala? Kama swala ndio ibada, inategemea masaa 24 yale kila muda unaswali. Manake kwenye ibada hata haya mengine tunayoyafanya, kupika, kulala, kuingia chooni, yote ni ibada. Kwa hiyo tunatakiwa tunaanza na bismillah. Usipoanza na bismillah ama zile nyiradi nyingine zilizofundishwa, hayo mambo unakuwa unajifanyia tu, kwako sio ibada. Maana haupati malipo kwa kufanya hayo mambo. Haupati malipo ya kupika kama umepika tu bila kusema bismillah. Lakini ukianza ile bismillah alafu unaanza kupika, umefanya ibada ya kupika, unalipwa. Sawa? Unataka kuvaa nguo, bismillah, unavaa nguo. Umefanya ibada ya kuvaa nguo, unalipwa. Usipofanya hivyo hauna malipo yoyote. Tuko pamoja? Kwa hii ni inatufanya tuwe ndani ya ibada. Tuko pamoja hapo? Aya ya pili inatutaka tumhimidi au tumsifu Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sifa njema zinamstahiki nani? Allah. Sawa? Basi tunamsifu Allah kwa kila sifa njema, kwani yeye Allah ndiye mlezi wa viumbe vyote. Kwa Allah, pamoja na ukweli kwamba yeye ndio muumba pekee wa viumbe, lakini yeye ndiye aliyevilea mpaka vikafika katika yale malengo vinavyojiwekea. Yaani ile kwamba unataka kusoma ufike daraja fulani, ili ufikie huko ni Allah ndiye anayekufanikishia haya. Sawa? 3, inatufahamisha kwamba Allah pamoja na kuwa ni Rabbil Alamin, lakini pia ni Ar-Rahmanir Rahim. Allah ana huruma na viumbe. Kwa hapa duniani anahurumia viumbe wote, wanaomwabudu na wasio muabudu. Lakini kwa akhera kule, wale wanaomwabudu tu ndio watapata radhi zake, wale wengine atawaingiza motoni. Ndio maana ya Rahman Rahim, mwingi wa rehema, kwa atatoa rehema kwa wote. Mwenye kurehemu atarehemu wachache, wale ambao wametekeleza maamrisho yake. Wale ambao hawajatekeleza watapata adhabu ya Allah. Na aya ya 4 Allah anasema Maliki yaumiddin, yeye ndio mmiliki au mfalme pekee wa maisha ya akhera. Maisha yale baada ya kufufuliwa. Kila mmoja atakufa, si ndio? Na baada ya kufa tutaishi kaburini, lakini kuna siku tutafufuliwa. Baada ya kufufuliwa, mfalme wa hayo maisha ya huko ni Allah peke yake. Maliki yaumiddin, mwenye kumiliki siku ya malipo. Waende hatani, hao waende motoni, hao waende peponi. Hapo hakuna yeyote ambaye atakuwa na ubavu wa kukanusha atakachopangiwa. Atakayepangiwa motoni atabebwa, ataburuzwa motoni. Allah atuepushe. Na atakayepangiwa peponi ataingizwa peponi, watapata malipo mazuri huko. Kwa hii ni Suratul Fatiha, aya ya 1 mpaka ya ngapi? Ya 4. Ni kawaida kwa wafalme wa kitawahudi au wafalme hawa ambao viongozi wa nchi na kadhalika, ambao wana kawaida ya kutakabari
ama kujisikia kuwa wafalme ni wao, yaani wao ndio wenye mamlaka ya juu kuliko hata Allah wakati mwingine kwa wanavyojihisi wao. Kinyume chake, katika maisha ya akhera hakuna yoyote atakayethubutu kujitangazia ufalme mbele ya Allah. Na kuthibitisha hilo, siku hiyo katika hadhara ya viumbe vyote, watu watakapokuwa wamesimama mbele ya Allah, watu na viumbe wengine wote, Allah atanadi, atasema Allah, leo ufalme ni wa nani? Hapana yeyote atakayethubutu kunyanyua mdomo wake kujibu hilo swali. Ndipo Allah mwenyewe atabainisha kwa viumbe wote kwa kusema, ni wa Mwenyezi Mungu mmoja mwenye nguvu. Sura ya 40 aya 16. Moja. Sasa sehemu ya kwanza ya tafsiri ni hiyo, kuonyesha sifa za Mwenyezi Mungu. Aya ya kwanza mpaka aya ya 4. Kipindi kingine tutaendelea kuanzia aya ya 5 mpaka nyingine. Kwa Qur'ani tutaishia hapo.